Haya, sasa jambo la muhimu ambalo kila mtu anapaswa kulijua ni kwamba mtu yoyote asiyejitambua, chochote anachokifanya huwa inakuwa ni tatizo kwake. Watu wanalalamika, wanasema kwamba ndoa ni mbaya, lakini ukweli ni kwamba ndoa sio mbaya, lakini watu ambao wanakuwa hapo kwenye ndoa wanakuwa wameharibika mioyo yao. Ukishaharibika moyo wako, huwa mara nyingi ndoa inakuwa ni kwazo kwako. Huwezi ukafurahia ndoa, huwezi ukaishi kwenye ndoa, huwezi ukaishi kwenye ndoa kwa utulivu. Jambo la msingi ambalo kila mtu anapaswa kulijua ni kwamba mtu yoyote ambaye ameshajitambua au anajitambua hawezi akachukia kukaa kwenye ndoa, hawezi akachukia mpango wa ndoa, hawezi kuchukia kabisa kabisa. Sasa ni nini kinafanya watu wanachukia ndoa? Watu wanasema kwamba kwa sasa hivi tupo kwenye mazingira ambayo kila kitu ambacho kinaongelewa kwa njia ya kuonyesha kwamba ni kitu kibaya. Kwa watu wanachukia ndoa, watu wanachukia mambo ya imani ya nini sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa hujajitambua huwezi ukaelewa mambo ya imani, huwezi ukaelewa habari za ndoa, huwezi ukamuelewa mtu mwingine wakati wewe mwenyewe bado hujielewi. Ndio maana tunasisitiza kwamba lazima mtu ajitambue kwanza. Huwezi ukaishi vizuri na mume wako, huwezi ukaishi vizuri na mke wako, huwezi ukaishi vizuri na mtoto wako, huwezi ukaishi vizuri na majirani zako, huwezi ukaishi vizuri na bosi wako, huwezi. Popote utakapokuwa, chochote utakachokuwa unafanya, utakuwa tu unahisi kwamba wewe unanyanyasika katika maisha yako. Utafanya kazi utahisi unanyanyasika, utafanya biashara utahisi unanyanyasika, utaishi kwenye hii dunia utafikiri utahisi unanyanyasika. Kwani kwa sababu moyo wako umejaa mashindano, umejaa manunguniko, umejaa kuhisi unaonewa, umejaa kuhisi kwamba unanyanyaswa. Kwa hiyo hata kitu ambacho ulipaswa kukifanya uwezo ukakifanya, uwezo ukakitekeleza. Leo wanawake wanakataa kuwatii wanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanahisi kwa kumtii mwanaume anaonewa, ananyanyasika, atapigwa, atafanya hivi. Ni kweli anaweza kufanywa hivi akikutana na mwanaume ambaye hajajitambua. Lakini nguvu ya mwanamke ili apendwe, amilikishwe, awe mmiliki halali wa nyumba ni lazima awe mtii. Lazima awe mnyenyekevu. Mwanamke yote anayeshindana na mwanaume hawezi hata siku moja kama mmiliki. Wanaume wanashindwa kuhudumia wake zao, kuwapenda, kwa maana ya kuhudumia mahitaji yote ya nyumbani na kila kitu, kuchukua zile nafasi zao za kiume. Kwa nini? Kwa sababu wanahisi kwamba wakifanya hivyo watapoteza pesa, watapoteza mali, lakini kwa kufanya hivyo wamepoteza mamlaka yao. Kwa wanadharaulika, lakini hofu iliyo ndani yao ambayo inasababishwa na kutokujitambua ndio iliyokamata maisha ya watu. Kwa mtu anasema kwamba ndoa ni mpango wa shetani, ndoa ni kitu kibaya. Unasema hivyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujaelewa vizuri, hujajitambua, hujajielewa. Huwezi ukaelewa ndoa, huwezi ukamuelewa mwenzi wako, huwezi ukaelewa wanawake. Utakuwa unatoka kwa mwanaume huyu unaenda kwa huyu, unatoka kwa huyu unaenda kwa huyu. Siku utakapojielewa utaelewa kwamba yote hivi ni mpango ambao umepangwa na unatakiwa uwepo hapa. Na hapa sizungumzii ndoa ambazo watu wanapigana, wananyanyasana, wanatukanana. Nazungumzia ndoa ambayo ina amani, ina furaha. Kwa kama mnanyanyasana au wewe unahisi humwamini mume wako, humwamini mke wako, huamini watoto wako, watoto wakitoka unahisi watagongwa, watakufa. Mke wako akitoka unahisi yuko kwenye malaya, mume wako akichelewa kurudi unahisi. Hizo hisia zote tunazojenga ni kwa sababu wewe hujitambui. So acha mgogoro na ndoa, acha kuchukia ndoa, acha kuchukia nchi, dunia, rais, kiongozi, wananchi wenzio, majirani na kadhalika. Anza safari ya kujitambua. Anza safari ya kujitambua. Alafu utakuja kunishukuru baada ya miaka kadhaa, baada ya miezi kadhaa. Na sio safari ngumu, miezi 2, 3 inatosha wewe kujitambua. Ukikaa na mtu siku moja na uwezo wa kuelekeza njia ya wewe kujitambua. Ndio maana nakwambia fikiria kuhusu wataalamu wa afya ya akili. Fikiria kuhusu wataalamu wa masuala ya kiroho. Wakae na wewe, wakconnect na nguvu yako ya ndani. Huwezi ukawa unaishi kwa kutegemea tabia ya mke wako, kwamba mke wangu ana tabia nzuri ndio niwe na tabia nzuri. Mume wangu ana tabia nzuri ndio niwe na tabia nzuri. Watoto wangu wana tabia nzuri ndio niwe na tabia nzuri. Unasema watoto mimi wananifanya nachukia, wananifanya nakuwa na hasira. How? Kwa sababu jitambue. Umejiambatanisha, umejiunganisha na watoto na familia zingine. So rekodi hii video kwa sababu nakutana huko na watu wanalalamika, wanasema kwamba ndoa ni kitu kibaya, ni mpango sijui wa nguvu hasi tunaita, wa nguvu hasi. So mpango no. Sisi wanadamu tumeharibika mioyo, ndio maana tunatafsiri ndoa ni kitu kibaya. Tukipona mioyo yetu, tukiwa vizuri kwenye mioyo yetu, ndoa ni kitu kizuri. Na mtu aliyepona vizuri kwa kiwango kizuri ana uwezo wa kuishi na mtu wa aina yoyote ile
Aidha huyo mtu anaweza kumkimbia au ile mtu akatakasika kwa tabia ya mtu mwingine. Kwa hiyo mwanamke yeyote yule nao uwezo, akiwa na tabia nzuri, akiwa amepona vizuri, nao uwezo wa kumwokoa mume wake kwa tabia yake, lakini na mwenendo wake na majibu yake. Umeelewa? Maandiko ya kale yanasema hivyo, jinsi ya kuishi na adui ni kumtendea wema. Sema sasa wewe uwezo kumtendea mtu wema wakati wewe mwenyewe hujapona? Umeona? Maandiko ya kale yanasema kwamba mtu anaweza katakasika, mtu wa pili, kwa tabia ya mtu mmoja, tabia ya mke wako, tabia ya mume wako, tabia ya mtu mbaya ambao unamtafsiri kwamba ni mbaya au na tabia mbaya. Anao uwezo wa kupona kwa wewe tu kuwa mzima, kwa wewe tu kupona, anao uwezo wa kutakasika. Sasa tatizo lako na wewe hutaki kupona, hutaki kufikiria kuhusu afya ya akili. Akili hiyo ndio huwa nazungumza, naambia akili hiyo ile kushawishi kwamba uolewe na mume wako ni mtu mzuri, atakulinda, hiyo ndio inayokushauri kwamba umwache. Sasa mtu akubadili sio mume wako, mtu akubadili ni akili yako, ni ndani yako. Ni wewe kutengeneza mahusiano wewe na wewe kwanza, kabla hujamwacha. Hujaamua kumwacha wewe mwanamume, kabla hujaamua kumwacha wewe mwanamke, kabla hujaamua kuchukia wewe mwanamume, hujaamua kuchukia wewe mwanamke. Na fikiria kuhusu msaada wataalamu wa afya ya akili waweze kukalisha. Fikiria kuhusu wataalamu wa masuala ya kiroho. Fikiria hili jambo ni kubwa, ni kwa ajili ya faida yako. Share hii video iwafikie watu wengi ambao wanateseka na masuala ya ndoa na masuala ya namna yote ile, ili wafikirie, waanze kufikiria kuhusu uponyaji wa ndani, uponyaji wa mioyo yao, uponyaji wa nafsi zao, uponyaji wa majeraha ambayo yamejaa kwenye mioyo yao, kwa dhana ya kudhani kwamba mwanamume aliniumiza, mwanamke aliniumiza, jirani aliniumiza, sijui sina hela ndio maana sina furaha. Zile dhana zote zinatakiwa zifutwe ndani yako. Salia na wakati mwema hadi wakati mwingine. Wananiita MJ for people. Bye bye for now.